Mtazamaji, endelea kufuatilia chaneli hii kwa ajili ya kujifunza na kubaini matukio kiundani zaidi ya dunia. Leo tutajikita katika mgogoro kati ya Urusi na Ukraine. Mgogoro wa Urusi, hasa ule unaoonekana hadi hii leo kwenye vita dhidi ya Ukraine, haukuanza ghafla. Ni kama moto uliokuwa ukifuka moshi kwa miaka mingi hadi mwishowe ukawa wazi kabisa. Wakati Ukraine na Urusi zilipokuwa sehemu ya taifa moja kubwa la Umoja wa Kisovieti, baadaye Umoja wa Kisovieti ukavunjika mwaka 1991, Ukraine ilichukua njia yake na kuwa taifa huru. Hapo ndipo mivutano ya chini kwa chini kaanza. Urusi, hasa chini ya uongozi wa Vladimir Putin, haukuwahi kuacha kuiangalia Ukraine kama eneo muhimu sana la kihistoria, utamaduni, lakini pia hata usalama wake. Kwa upande wa Ukraine, kizazi kipya kilizidi kutamani kujiendeleza Ulaya na hata kutafuta ushirikiano na Umoja wa Ulaya pamoja na NATO. Kila hatua ya Ukraine kuelekea magharibi ilionekana na Urusi kama tishio, kama jirani yake anaanza kusogea karibu ya wapinzani wake. Mwaka 2014 hadithi ilichukua mwelekeo mkali zaidi. Maandamano makubwa mjini Kiev yalisababisha kuondolewa kwa rais aliyekuwa akionekana kuwa rafiki wa Urusi. Yalifanyika hatua ya Ukraine kuelekea magharibi kuwa wazi kuliko wakati mwingine wote ule. Urusi ilijaribu kuchukua eneo la Crimea huko mashariki mwa Ukraine. Vikundi vya waasi viliungwa mkono na Urusi vikaanzisha mapigano. Kwa miaka mingi mgogoro uliendelea kuwa moto wa chini, lakini haujawahi kumalizika. Februari 2022 ukaja uvamizi wa wazi wa Urusi, hatua ambayo ilionyesha kwamba mgogoro haukuwa tena na mipaka ya Crimea au Donbas peke yake, bali ni mustakabali wa Ukraine na nafasi ya Urusi duniani. Urusi ilisema kwamba inalinda watu wa asili ya Kirusi, inalinda usalama wake dhidi ya NATO na inataka kuisafisha Ukraine dhidi ya kile inachodai ni ushawishi hatari. Ukraine na nchi nyingine duniani ziliona hatua hiyo kama jaribio la kupanua mamlaka na kuirudisha Ukraine kwenye mduara wa ushawishi wa Moscow. Kwa hivyo sasa mgogoro wa Urusi unatokana na mchanganyiko wa mambo kadhaa: historia, utambulisho, hofu ya kiusalama na hata mvutano wa kiitikadi kati ya mashariki pamoja na magharibi, na juhudi za mataifa mawili kutafuta nafasi zao katika dunia ambayo imebadilika sana baada ya vita baridi. Ni mgongano wa ndoto mbili ambazo zinatofautiana: ndoto ya Urusi ya kuwa ukanda wa ushawishi wa karibu zaidi na mipaka yake, na ndoto ya Ukraine kujiendeleza Ulaya kama taifa huru kabisa. Urusi chini ya mfumo wa Umoja wa Kisovieti walifanya kila kitu pamoja, lakini ulikuwa mfumo ambao haukuwa na uhuru wa kuchagua. Mwaka 1991 nyumba ile ikavunjika kabisa. Ukraine akajikuta huru kwa mara ya kwanza. Hapo ndipo safari yake ya kujitafuta ilipoanza kuwa ngumu zaidi. Kwa miaka mingi baada ya hapo, Ukraine ilijaribu kutafuta njia peke yake. Wakati mwingine ilimgeukia Urusi, wakati mwingine ilimwangalia Ulaya. Lakini kadri kizazi kipya kilivyokuwa, ndoto ya Ukraine ilianza kuwa wazi zaidi, na alitaka kuwa sehemu ya Ulaya, demokrasia iliyo wazi na yenye uhuru wa maoni, uchumi wa kisasa na nafasi ya watu kuamua mustakabali wao. Kwa mara ya kwanza Ukraine ilianza kujiona kama taifa ambalo linaloweza kusimama bila kuongozwa na jirani ambaye aliyezoea kulitawala. Urusi kwa upande wake haikupenda mabadiliko hayo. Kwa macho ya Urusi, Ukraine si nchi tu, bali ni jirani na ni sehemu ya historia yake, utamaduni wake na pia ni ukuta wake wa usalama dhidi ya NATO. Kwa hiyo sasa kila hatua ya Ukraine kuelekea magharibi ilionekana kama usaliti, lakini pia ni tishio. Lakini yote haya yalifika kilele mwaka 2022 Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kwa Ukraine. Kwa Ukraine huu haukuwa tu uvamizi, ilikuwa ni jaribio la kuifuata ndoto yake, ndoto ya kuwa nchi huru ambayo inaweza kuchagua marafiki wake, mwelekeo wake na hata mustakabali wake. Na hapo ndipo moyo wa Ukraine ulionekana wazi.
Nchi nzima kutoka katika vijiji hadi miji mikubwa ilijipanga kupigania uhuru. Watu wa kawaida, walimu, madaktari, vijana, wazee wakawa wanajeshi wa kujitolea kabisa. Ukraine ikasimama kwa sauti moja ikisema, hii nchi yetu na tutaipigania. Kwao mgogoro huu sio swala la kisiasa ya kimataifa, ni swala la uhai. Ni vita ya kuhakikisha watoto wao wanakuwa katika nchi ambayo hawataambiwa la kufanya na mtu wa nje. Ni vita ya kutetea haki ya kuchagua viongozi wao, kujenga uchumi wao na kuamua wenyewe wanataka kusimama ulimwenguni. Tukitazama Urusi tunaona taifa kubwa lenye hisia kali juu ya usalama wake, na unapozungumzia Ukraine basi unaiona nchi ambayo inatafuta uhuru kamili na mwelekeo wa kisiasa. Kati ya mataifa haya mawili, Belarus inajikuta kama kaka mdogo ambaye anaitegemea sana kaka mkubwa. Hapo ndipo swali linapokuja, je, Belarus anapata nini kutoka kwa Urusi? Hapa naweza kusema kwamba Belarus ni nchi ambayo uchumi wake kwa miaka mingi umekuwa ukitegemea zaidi misaada, biashara pamoja na Urusi. Bei ya gesi, mafuta kwa Belarus hununua kutoka Urusi na ni ya chini sana kuliko nchi nyingi za Ulaya. Hiyo peke yake ni kama nguzo kubwa ambayo inaiwezesha Belarus kusimama kiviwanda vyake, kulinda bei za ndani zisipande sana. Ni kama mzazi anayempa mtoto wake chakula cha bure ili asiingie njaa. Belarus ananufaika kupitia nishati nafuu ambayo inaiwezesha hata kuuza bidhaa za petroli kwa faida zaidi. Lakini manufaa kwa Belarus hayako tu kwenye nishati. Kuna upande wa kisiasa pia ambako ni pakubwa zaidi kuliko inavyoonekana. Tangu maandamano ya mwaka 2020, Lukashenko amekuwa akitegemea sana Urusi katika ulinzi wake. Bila msaada wa Putin ingewezekana kabisa angepinduliwa na angeshindwa kuzuia kusambaratika kwa utawala wake. Hata hivyo, Lukashenko binafsi, Urusi ni kama kinga ya kisiasa, mshirika ambaye hata mwacha anguke kabisa. Na hii ndiyo sababu kubwa Belarus amekuwa tayari kusimama upande wa Urusi kwenye mgogoro dhidi ya Ukraine, na hata kama inaonekana anajihatarisha kimataifa. Kwa upande wa kijeshi, Belarus pia inanufaika kwa kupata ulinzi kutoka kwa Urusi. Hii ni kutokana na ushirikiano wao wa kiusalama. Ikiwa Belarus atawahi kushambuliwa, Urusi itakuwa wa kwanza kutoa msaada. Hata hivyo, Belarus inatembea duniani ikiwa na uhakika kwamba kuna nguvu kubwa nyuma yake. Lakini pia hii inamaanisha kwamba Belarus inaruhusu Urusi kutumia maeneo yake ya operesheni za kijeshi, jambo ambalo linaifanya ionekane kama tawi la jeshi la Urusi badala ya taifa huru kamili. Lakini pia kuna faida za kiuchumi ambazo hazionekani moja kwa moja, lakini zina umuhimu mkubwa sana kwa watu wa Belarus. Msaada wa kifedha kutoka Urusi, mikopo nafuu, fadhili na hata baadhi ya miradi husaidia sana serikali ya Belarus kuendelea kulipa mishahara, kuendeleza huduma za kijamii na hata kuzuia uchumi wake usiporomoke. Bila ya hayo yote, hali ya maisha nchini humo ingekuwa ni ngumu zaidi. Kwa hivyo ukijumuisha yote hayo, Belarus anafaidika kwa kupata uchumi ambao unaupumua kutokana na msaada wa Urusi, ulinzi wa kisiasa unaomweka Lukashenko madarakani, usalama wa kijeshi unaotolewa na jeshi la Urusi, pamoja na fursa za kibiashara ambazo zingekuwa finyu bila uhusiano huo. Lakini pia kuna gharama, kuna uhuru wa kisiasa na uwezo wa Belarus kufanya maamuzi yake binafsi unapungua kadri inavyozidi kumtegemea Urusi. Licha ya Belarus kuwa upande wa Urusi, lakini katikati ya mgogoro kati ya Urusi na Ukraine yupo Marekani. Marekani hawapo karibu sana na Ukraine kama Urusi ilivyo, lakini ana maslahi makubwa ya kimataifa, na hivyo anapoangalia mgogoro huu, hatuoni tu vita kati ya mataifa mawili, bali tunaona sura pana zaidi ya dunia ambayo anayotaka iwepo. Kwa upande wa Marekani, anataka kulinda kanuni fulani za dunia, kanuni zinazosema kwamba nchi haiwezi tu kuvamia jirani yake na kuchukua ardhi kwa nguvu. Ikiwa Urusi angeweza kufanya hivyo bila kushindwa, lakini Marekani anaogopa kwamba itakuwa mfano ambao unaotafutwa na mataifa mengine yenye nguvu zaidi. Kwa hivyo anachotaka ni kuhakikisha kwamba kitendo hicho hakifanikiwi ili dunia ibaki na utaratibu fulani.
Lakini pia Marekani anaangalia mgogoro huu kwa macho ya kisiasa za kimataifa. Kwa muda mrefu Marekani amekuwa kiongozi wa upande wa magharibi, wakati Urusi na China ni upande mwingine wenye fikra tofauti kabisa. Kwa hiyo Marekani anaona Ukraine kama mstari wa mbele katika mvutano mkubwa wa kimataifa kati ya mfumo wa demokrasia pamoja na utawala kamili. Kwa kumsaidia Ukraine, Marekani anajaribu kudhibiti nguvu ya Urusi na hata kuzuia ushawishi wake kusambaa zaidi barani Ulaya. Kuna pia sababu za kiusalama ambapo Urusi ikiwa na nguvu kupita kiasi, Ulaya itakuwa tishio kwa washirika wa Marekani kama vile Poland, Lithuania pamoja na mataifa mengine ya NATO. Kwa hivyo Marekani anaamini kwamba kumsaidia Ukraine ni njia ya kuhakikisha kwamba vita havisogei karibu na mataifa mengi ya Ulaya ambayo Marekani anajihusisha nayo. Lakini hapa kuna uchumi ambapo Ulaya ni mshirika mkubwa wa Marekani kibiashara. Ikiwa Ulaya ataingia katika vita vikubwa au kutokuwa na utulivu, uchumi wa dunia utaathirika sana, lakini Marekani haitaki hilo kabisa litokee. Kwa msaada na utoa kwa Ukraine, anajaribu kulinda pia utulivu wa washirika wake wa uchumi. Lakini pia upande mwingine Marekani pia ana maslahi ya kimkakati zaidi. Hapa anataka kuonyesha kwamba bado ni taifa linaloweza kusimamia migogoro ya kidunia kama vile katika ulimwengu ambapo China inapanda kwa nguvu ya kasi ya hatari, lakini Marekani anataka kuonyesha kwamba bado ana usemi mkubwa katika masuala ya kimataifa. Marekani katika mgogoro huu anataka mambo kadhaa kwa wakati mmoja. Anataka kuweka sheria za kimataifa zisimame, anataka kuzuia Urusi kupata nguvu kubwa kwa Ulaya, lakini pia hata kulinda washirika wake. Anataka kuizuia dunia pia isiingie kwenye utulivu wa hatari ambao unaweza kugharimu mataifa mengine pia. Na Marekani kupitia Donald Trump tunaweza tukasema kwamba anasema si kwamba anapigania Ukraine tu, bali anapigania sura ya dunia anayoitaka kuiona kwa miaka ijayo.